nimekuwa nikiishi katika ile hali ngumu. Nilikuwa mtoto mtiifu wa kwenda, nilikuwa napenda sana kukaa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Nitaomba Mungu kama hiyo ilikuwa ni shetani aliyemfanya akaa hivyo, Mungu anaweza msaidia. Kwa mwili nikashindwa, damu inaenda wapi? Unaona, mtoto 2 years now. Mwiroreri wa Gikuyu Eastern TV nidakugeithia. Uyu ni Faith Jerry wa Wairimu, na ndimwendete muno na ndiramukaribisha na wendo wa Jesu uria twerirwo twendanage na twendana Ngai ni arionekaga. Muthenya wa umuthi ndi haha ndina mutumia utaratwa mwire kamutugo gaitu, niturirehaga andu na thiku ici ni munona niturarehe athuri na atumia, nitukarehe airitu na anake, turarehe andu othe matiganite nigetha tuteithanie muturire. Nindamukaribisha muno na mwendelee ku like video citu, gu comment na muririkane akina Samaritan Eastern TV, wakina Kimani Samaritan na Gikuyu Eastern TV, mutufuate na wendo wa Jesu. Twi haha ni undu wanyu, na umuthi twina mugeni witu. Mugeni wangu akaribu na kukaribisha sana hapa Gikuyu Eastern TV. Hapa tunapenda watu na tunapenda wamama, tunapenda wazee, tunapenda youth. Tuko hapa juu yenyu na ujisikie ukiwa huru sana wakati unaniongelesha. Mimi ni mama mwenzako, jisikie ukiwa huru sana, na wale wanakusikiza wako wanaangalia Gikuyu Eastern TV juu yako. Nataka uelezee mwenye anatutazama wa Gikuyu Eastern TV, unaitwa nani, tukujue zaidi. Karibu sana mama. Okay, asante. Kwa praise God, kwa majina naitwa Vivian. Mimi ni mzaliwa kutoka Western. Ninashukuru Mungu kwa umbali nimefika, maana si kwa nguvu zangu ila ni rehema na neema zake Mwenyezi Mungu. Asante sana kufika mahali hapa kwa ajili ya kushare. Kila mtu ana maisha yake na mahali tumefika ni Mungu tu peke yake ndio ametuwezesha. Nitaanza kwa kusema hivi, maisha yangu yamekuwa maisha ngumu sana. Tangu utotoni hadi mpaka saa hii nimekuwa nikiishi katika ile hali ngumu. Though hata kama nimempoteza mamangu juzi, lakini hali nimekuwa nayo imekuwa hali ya kutatanisha. Kuanzia utotoni mwangu, kuhusu hali ya masomo, nimesoma nikipitia shida mingi sana. Mwanzo nikianza masomo katika shule ya chekechea, nilianza kukua na shida ya magonjwa, ambapo ilifika mahali my mama akadecide kunipeleka kwa auntie yangu sasa, ambapo nilienda nikaanza masomo kule. My aunt alikuwa blind. Sasa ilikuwa ni mimi kutembea naye kila popote anapoenda, akitaka kwenda hospitalini ni mimi nilikuwa natembea naye. So katika hali ya masomo kwangu ilikuwa ni ngumu. Cause ukienda wakati wa kwenda shuleni ilikuwa ni ngumu, inabidi uangalie life ya my aunt vile iko, sababu haoni na she is a blind teacher, ambapo ya hakukuwa naona. So ni mimi ndo nilikuwa namtembesha akienda shuleni na amfikisha shule kwanza, ndiposa niende shuleni kule ambako nilikuwa nasoma. So maisha ikawa ngumu, ambapo ukiamka asubuhi nafaa utayarishe auntie umpeleke shuleni, ndiposa uweze kujitayarisha uende shuleni. Hapo na hapo niliendelea hivyo, masomo yangu ikarudi nyuma kidogo. Though nilikuwa naomba Mungu, licha ya yote wewe unayo sababu, na naomba Mungu kaweze kunipatia nguvu. Ilifika mahali masomo yangu ikarudi nyuma kidogo. Though nilikuwa mtu wa kumcha Mungu, nilipenda sana maombi, nilikuwa mtoto mtiifu wa kwenda, nilikuwa napenda sana kukaa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ambapo my mom ilifika my aunt now ilifika mahali hakuwa mtu yani ule anapenda Mungu sana.
kwa sababu most of the time mimi nilikuwa napenda kwenda kanisani, kuomba, kuabudu hivyo. Sasa ikafika mahali ambapo tunakosana sana na auntie. Unaona, hataki niende kule kanisani kuomba. Na mimi nilikuwa napenda sana maombi. So nikienda church, nikichelewa kidogo, nikirudi nyumbani, auntie alikuwa nikelelesha. Unaona, ananikelelesha, ananiambia umetoka wapi, sijui nini, mbona unaenda kanisani, unashinda huko. Lakini mimi nilijua katika kila hali nitamtegemea Mwenyezi Mungu. Na ni huyu auntie mwenye umesema aoni macho, hataki kanisa, ambapo nilijua nikienda kule kanisani nitaomba Mungu. Kama hiyo ilikuwa ni shetani aliyemfanya akaa hivyo, Mungu anaweza msaidia, kwa sababu Mungu ni yule Mungu anayeponya vipofu, anayeponya vilema na anayesaidia kwa kila mtu na hali yake. Faith. Katika kila hali nilikuwa naomba Mungu. Mungu alinisaidia by the way. Nilipofika katika darasa la 6, ni mamangu ikafika wakati sasa hanitaki. Katika licha yote mimi ndo nilikuwa natembea naye kila mahali, hata akienda shuleni, hospitali, mimi ndo nilikuwa natembea naye, lakini aliweza kurudisha imani yangu nyuma. Masomo ikawa ni shida. Akapanga mpango wa kunirudisha nyumbani kwetu kule nilikozaliwa. Kunirudisha hakuniambia Vivian, tunarudi nyumbani ukasomea nyumbani. Sikujua, ila aliweza kupanga vitu kisiri ili aweze kunirudisha nyumbani na ni kama ananifukuza. Na kule nyumbani nikichunguza, nilikuwa wale ambao tulikuwa tunasoma nao walikuwa mbele, make another step, na mimi ndio huyo niko Sasa nilikuwa naogopa nitaenda kuanza aje tena yale masomo, ili wenye nilikuwa nao wako mbele, si nitachekwa basi. Sikujua mama auntie ananirudisha nyumbani, akanirudisha paka kwa shosh. Mimi nikakaa pale siku ya kwanza, siku ya pili mam kurudi, hakuniambia ananiacha. Unaelewa Faye? Sasa ilibidi atoe zile vitu walikuwa amepanga akaziweka pale. Sikujua kumbe amebeba zile manguo zangu. Sikujua amebeba. Sikujua ananiacha kwa shosh. Sasa mimi nikashindwa, kwani auntie mbona amenifanya hivi? Si afadhali angeniambia tunaenda nyumbani, unaenda kusomea nyumbani. Shosh by the way alisikia vibaya. Akasema mbona huyu mjukuu wangu amefanyiwa hivi? Alitafuta fare baada ya auntie kurudi, akatafuta fare akaniambia mjukuu wangu itabidi urudi, hata kama utatafuta mtu rafiki ama mtu wa kanisa mwenye mlikuwa mnashiriki naye, ukae mahali pale ili uweze kuendeleza at least umalize class 8, ndiposa hata kama ni kurudi usomee nyumbani umemaliza class 8. By the way, Shosh was a very good grandmother. Alinisaidia, alinipa fare, nikarudi kule nilikokuwa nikisoma. Hata wakati nilirudi kule, ilibidi auntie alikuwa ameandika mfanyakazi. So auntie ndio alikuwa anamwambia kitu. Wakati aliniona akaenda akaambia auntie, nimeona fulani mahali fulani. Sasa hata naye akashtuka, ametoka aje nyumbani, amefika aje hapa. Unaona? Sasa mimi kuna msichana tulikuwa tunashiriki naye kanisa moja. Nataka nishukuru sana yule dada ambaye alinisaidia akasimama na mimi. Alinipokea akanipeleka kwao. Sasa tukawa tunaishi naye kwao sasa kwa nyumba yao. Faye, tukaishi na yule msichana pamoja na wazazi wake. Nikaendelea tu kwenda kanisani kama kawaida, nikiomba Mungu ili aweze kunipigania, aweze akaguza yule auntie yangu, at least afikirie ni nini anachonifanyia. At least anaweza niambia Vivian, kuja urudi wapi? Urudi shuleni uendelee na masomo. Lakini still bado auntie alikuwa ananipiga vita. Kuna wakati Faye ilikuwa katika hali ile ya maombi. Mimi nilikuwa napenda sana kufunga na kuomba. Nilikuwa napenda every time and then nilikuwa naenda kanisani kuomba. So kuna wakati pastor wetu alikuwa ametuagiza
kwa hiyo wiki iwe wiki ya maombi. Sasa watu walikuwa, kuna wenye walikuwa naingia asubuhi, wengine jioni, wengine usiku. Tunatoka kitu karibu saa 3, ama ukiingia morning glory saa 11, mnatoka saa 1 ama saa 2 hapo. Kuna siku, na hiyo siku kulikuwa kumeandikwa vigilant. Hiyo area ilikuwa area hatari sana, na ndiposa wakaweza kuandika vigilant. So hiyo usiku mimi kuamka nikasema nikasikia ndege. Nikasema kumekucha, wacha nirauke, at least niende morning glory, niende niombe, ndio hiyo masaa ikifika saa 1 saa 2 nitoke nirudi nyumbani. Fei nilijipata nimeamka, ilikuwa saa 9 za usiku. Sikujua ni saa ngapi, because nilikuwa na ile moral ya kwenda kanisani, kwenda kuomba. Niliamka saa 9 za usiku. Mimi ndio hiyo nikashika barabara, nikaambia mwenzangu, wewe fanya ukilala, mimi niende maombi, ndio ikifika hiyo masaa nikuwe nimerudi. Nikaenda, nikatoka kwa nyumba kwao saa 9 za usiku. Mimi ndio hiyo kwa barabara naelekea kanisani, na kulikuwa na vigilant, ukumbuke, na hiyo masaa ndio wanatembeanga kuangalia, unaona, kuangalia ni nini kinaendelea, hivyo. So mimi nikawa natembea polepole hadi nikafika kanisani. Kufika kanisani, kumbe hiyo siku kulikuwa na mkesha, na ile masaa watu huwa wanakuanga wametoka. So mimi nikafika church, nikasema na hakuna mtu mwenye amekuja. Na unajua sijui saa hiyo ni saa ngapi, sina saa, sielewi ni saa ngapi. Mimi nikashindwa ama maybe mimi ndo wa kwanza, nitangulie, wengine wakikuja watanipata nikiendelea na maombi. Sasa nikajaribu kusukuma mlango, kumbe ilikuwa imefungwa. Mimi ikabidi niingililie wapi? Kwa dirisha. Nikaingia, nikaanza kuomba. Nikaomba. Mahali kiongozi wetu wa youth kwake ilikuwa ni karibu, akasikia nikipaza sauti katika hali ya maombi yangu, na ni saa 9. So akakuja, nikasikia mtu anabisha dirisha kwa dirisha hivi. Nikanyamaza, yani kusikia ni nini, unaona. Akaniita, akasikia sauti yangu, akaniuliza, Vivian, unafanya nini saa hii? Nikamwambia mimi nimekuja hapa kwa maombi. Akaniuliza, unajua ni saa ngapi? Nikamwambia sijui. Unajua saa ni saa 9 za usiku? Nikashtuka, nikasema hata wakati nilitoka kwa nyumba sikujua ni saa ngapi. Akaniambia, hebu omba, but ikifika masaa fulani we utabidi ulale, usitoke saa hii kwa bado ni late, ungojea asubuhi ifike ndipo sasa ufanya nini, utoke. Enyewe nilisikia na nilishtuka, nikawa nauliza Mungu, mbona nayapitia haya yote? Yes, Mungu najaribu, natamani sana kukua katika wepo wako, na hizi shida zenye napitia Mungu, ni kwa nini nayapitia haya yote? My aunt aliendelea kunifight hata wakati alisikia hiyo habari naenda kanisani. At that time nilikuwa miaka karibu 15 hapo, 15 16 hapo, ambapo ilifaa ni hii maneno ya baptism, unaona. Ilikuwa twende tubatize, tumejifunza class, sasa ndio inafaa twende tukue baptize. My aunt akapinga. So msamaria mwema akaniambia, wakati tulienda kuwa baptize, sasa msamaria mwema akajitokeza akaniambia, licha yote Vivian aunti yake amepingwa asikue baptize, mimi nitasimama na yeye. Nikaambia Mungu, wewe ndio utabaki kwa mtetezi katika maisha yangu, na utanipigania vile ulinichenyulieka ndani mwangu. Mungu, siku moja utaweza kukitimiza. Nikaambia Mungu, kwa sababu haya yote aunti ananipiga vita, najua siku moja nitakuwa mshindi. Nikaenda nikakuwa baptize, baadaye akakuja akaendelea kunipiga vita hivyo. Huyu aunti yako ni sister ya mama yako ama sister? Mom, sister, the sister to my mom. Akaendelea kunipiga vita hivyo, baadaye nikafika class 7, ikabidi nirudi nyumbani. At that time niliamua tu, nikasema wacha nirudi nyumbani, at least nikae na amani. So wakati nilirudi nyumbani, nikapata mamangu, wazazi wangu wako. At that time walikuwa mom na dad walikuwa wako. Nikauliza mom, angalia mom, nimerudi nyuma kimasomo, na
bahati ndiye amefanya ni masomo yangu yarudi venyu. Na nikuulize kidogo, nini ilikuwa inafanya haswa usikae na mzazi wako kama sasa at that time maisha ilikuwa ngumu. Wazazi wangu hawakuwa na kazi, ni ile hali ya kujitafutia, kulima shamba hivyo ndiposa yani, alafu my elder sisters walikuwa pia wako shule. Sasa ile kupata ile mahitaji, school fees hivyo inabidi unajitafutia. Mama akaniambia mtoto wangu jipe moyo, na katika kila hali mtegemee nani? Mungu. Usikatae masomo. Ikiwa baba yako atakubali kukurudisha shuleni, kubali kwenda shuleni. By the way, my dad na mama waliniongelesha, nikajipa moyo, nikarudi shuleni, nikaingia class 7, nikakuja nikafanya class 8, nikafanikiwa. Mungu akaniwezesha, nikapita mtihani. So katika ile hali nikakuja nikajoin high school. My dad alikuwa anang'ang'ana, hata school fees kupata ilikuwa ni shida, nakata miti at that time. Ndipo saenda ongea na principal, at least ndio tusiambiwe twende nyumbani. Ikikosekana sometime mtu kama mimi nilikuwa naambia dad, baadaye ya ung'ang'ane, nilikuwa at least nachukua karibu siku 2-3 hivi nikipata kibarua ninaenda, hata kama ni kibarua ya kufua, ya kulima, unaona, yani chochote tu ningeweza kufanya ndio at least nipate mahitaji yangu. Nikajiwezesha hivi. Ikafika mahali wakati nilifika form 2 hali ikawa ngumu, cause sasa my dad hana kazi, na unaona ni ile hali ya kung'ang'ana ndio at least hata chakula kupata ikawa ngumu. Sasa nikajipatia moyo, though ilifika mahali nika drop, unaona, nika drop shule. Nikaambia mom, okay, my elder brother alikuwa mbele yangu, sasa ikabidi at least wang'ang'ane na yeye ndio amalize form 4, unaona, cause school fees yangu na ya my brother ilikuwa ni ngumu kupata. So katika ile hali wakati nilidrop shule ikabidi nitafute vibarua, unaona, at least nijitegemee kuliko ni kila kitu wazazi na saa hiyo pia nao hawajiwezi. Nikawa naenda kibarua hivyo. Bahati nzuri ama mbaya nikapata mtu. Ukapata mume? Nikapata mume ambaye nilijaliwa kupata naye mtoto katika ile hali ama katika ile umri nilikuwa nayo. But I thank God, maana mtoto ni baraka katika maisha. Unasikia, mtoto ni baraka. Mungu aliniwezesha nikajifungua yule mtoto, akawa baraka sana kwa maisha yangu. So ikafika mahali nikaamua, nikadecide, nikaambia my mom, nitakuachia mtoto. Although sikuwa nimeingia kwa marriage, unaona. Ulipata mtoto ukiwa nje? Nilipata mtoto nikiwa nje. Sasa ikabidi nilee huyo mtoto, na by the way babangu hakuwahi furahia kwa sababu after kudrop shuleni ndio hiyo nikapata ujauzito. Na kupata ujauzito kwangu haikuwa yani sasa hiyo hujiwezi, unaona, hujijui. Sasa inabidi yani ujue vile utapata ndio at least yani mahitaji iwe ung'ang'ane, na ndipo sasa nikaweza kupata hiyo ujauzito. Nashukuru Mungu, maana Mungu aliniwezesha nikapata mtoto wangu nikiwa salama salimini. So from there nikaachia mamangu mtoto. It was 2009. Nikaambia mom, kwa sababu maisha naona ikiwa ngumu, na nikikaa hapa na mtoto sitaweza, mahitaji itakuwa mingi na itakuwa ni maisha ngumu. Na nikukate short, hapa pahali ulipata mimba na unasema ukaachia mama yako sasa ndio utoke. Wakati ulipata mimba obviously ilikuwa na baba. Au kuambia baba mtoto umeshika mimba ama kulienda aje? Okay, baba mtoto nilimwambia, akakubali, hakukataa. Though pia naye unajua tulikuwa bado tuko young. Yeye akawa amemaliza class 8, amekuja Nairobi kutafuta kazi. Mimi ndio huyo niko nyumbani, nilikuwa niko form 2. Sasa ikabidi yani nizae yule mtoto niachie mama yangu. Yeye ako Nairobi, mimi niko nyumbani. Ndo alikubali mtoto ni wake, na mpaka wakati nilijifungua akapata ripoti nimejifungua. So
maisha bado ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi vile, kwa sababu niliangalia kijana hana uwezo, hana kazi, mimi mwenyewe ndio huyo, wazazi wangu hawana uwezo, hawana kazi. Nimeacha shule, sina mbele wala nyuma. So nikaongea na wazazi wangu nikawaambia, cause sitaki kuhangaika, I'm still very young. Na naweza enda at least Nairobi nipate kazi, nijue vile nitasaidia mtoto wangu. By the way nilikuja Nairobi, nikaanza tu kuhustle vibarua za nyumba hivyo, nikisikia hata za kufua, at least nipate kile naweza nilishe mtoto wangu nyumbani. Mungu akaniwezesha. By the way, mtoto sasa yako nyumbani, though siku hata na peace kwa roho yangu. Umeacha mtoto kule nyumbani, mtoto wa 2 years, bado mtoto anahitaji ile love ya mama. Na saa hiyo imebidi sasa utoke, uwezi ukakaa pale, imebidi umuache ndiposa huyo mtoto apate nini? Kitu ya kukula. Nilikuja by the way Nairobi, nikang'ang'ana na maisha, nikang'ang'ana kazi ya nyumba nikipata, ndio hiyo nang'ang'ana at least nipate kitu nitumie madhe. But maisha nayo ilikuwa ngumu, Faith, ilikuwa ngumu sana. Nikawa nauliza Mungu, mbona nayapitia haya yote? Ni kwa nini Mungu unaruhusu haya yote? Hukunipa huyu mtoto nilee peke yangu, ulinipa ili mtoto analelewa na baba na mama yake. Sasa hiyo baba yake, sasa hiyo sasa nimebaki peke yangu, sina msaidizi mwingine. Sasa baba ya mtoto hayuko, yes ako, lakini hatumi msaada, hatumi ule msaada ya kusaidia ule mtoto. Ni mimi sasa nimesimama katika ile pengo. So ikafika mahali mtoto wangu akifikisha, alikuwa amefika 6 years. Nikaona hapana, sasa hiyo unajua at least nimeshikashika vibarua, nimesettle. Nikaambia my mom, sasa tufanye hivi mom, kwa sababu huyo mtoto ananihitaji pia mimi, unaona, wacha nitapanga vile nitakuja kuchukua yule mtoto, at least nikae na yeye, unaona, nikae na huyu mtoto huko Nairobi, at least anizoe, ajue mimi ni mama yake. By the way nilimake hivyo, na nikaenda nikachukua mtoto wangu nikaanza kukaa na yeye. Mtoto at least akawa na ile love ya mama. Sasa hiyo unakaa wapi na mtoto? Sasa wakati nilikuwa nafanya vibarua, ilibidi nikomboeka nyumba, unaona, nikomboeka nyumba, at least nikileta mtoto wangu atapata mahali pa kukaa, kuliko ile hali ya kukaa kwa watu, madharau nini na nini. So nikileta mtoto nilijua niko na mahali pa kukaa na mtoto wangu. Life ikaendelea hivyo, Faith. Life ikawa bado tu ni ngumu, ni ile kung'ang'ana, bado kung'ang'ana. Nikaingisha mtoi shule, but I thank God, maana Mungu aliweza kunisaidia katika ile hali. Mtoto wangu aliingia shuleni, nikaanza kumsomesha hivyo tukakaa naye. Suddenly nikakuja, nikikaa na ule mtoto, bado nilikuwa naomba Mungu kama huyu mume alikuwa wangu ambaye nilizaa naye huyu mtoto, Mungu mbadilishe siku moja, at least atukumbuke, unaona, akumbuke kuna mtoto wangu mahali anaweza kaa na huyo mtoto. But ilichukua muda around 6 years 7 years, unaona. Sasa baadaye nikakuja nikasikia mume wangu alikuja akafanya nini, akaoa, unaona, akapata mke mwingine. Na sasa hiyo mimi niko Nairobi na mtoto wake. So I had to ask God, Mungu, kama nimekuwa nikivumilia, nikikuomba Mungu, kama ni wangu mbadilishe, mrejeshe Mungu. Lakini kwa sasa sababu Mungu hiyo ndio uamuzi amefanya, Mungu tena narudi kwako, fungua njia nyingine. At least huyu mtoto pia naye apate mtu anaweza ita nani, baba. Because the moment mtoto wangu alikuwa ananiuliza, tulikuwa tunakaa, ananiuliza mama, dada ako wapi? Namwambia usijali, dada alienda kutembea, atafanya nini, atarudi. Anakaa ananiuliza mama, kwani nitakuwa peke yangu? Namwambia hapana. Ati kwani sitaikuwa na sister? Namwambia usijali, sister atafanya nini, atakuja. So nikakaa nikiombanga tu Mungu nisaidie, nifungulie milango. Ati kukaa kule, by then nilikuwa nakaa Kawangware. Katika vile nilichukua nyumba, kazi za nyumba nikachana nazo. Nikaambia Mungu nipatie kibarua, at least nikuwe na kazi yangu yenye
nafanya. Unaona, sitaki kuajiriwa. Nataka at least nikuwe na kazi yangu, nikitoka kwa nyumba najua naenda kufanya kazi yangu, naweza pata time ya kurelax. Mimi nikawa napika chai na chai, alafu then nauzana mikate. Nilikuwa napika naamka 5. Mtoto wangu naacha akilala, naamka 5 napika chai na endea zile mikate na katakata na zipaka blue band, ndio ikifika 6 mtoto akiamkanga nikuwe nimemtayarisha aende shule, alafu mimi niende wapi? Job. Kuna mahali nilikuwa nauzia watu kama kwa garage hivyo. So by saa 12:30 hiyo chai inafaa ikuwe imeiva, by saa 1 ikuwe nimetoka nayo. Unaona? Ndio at least cause wale customer wangu walikuwa nakunywa chai mapema sana. So ninge late kidogo, ningepata kuna mtu ametembeza. Unaona? Ashauza. Ambapo sasa ilikuwa inabidi nirauke ndio at least nipate wale customer. So, na ningechelewa tu kidogo hivi Faith, maji ningepata chai watu wamekunywa, so hiyo chai tena narudi nayo kwa nyumba. Unaona? Narudi nayo kwa nyumba niweke pale, ndio ikifika masaa ya jioni pia watu walikuwa nakunywa chai. Ama hata kama nitaipeana, maybe kuna mwenye alichelewa kukunywa chai, inabidi umpatie kwa sababu atakwambia sina pesa. Unaona? Sina do, na kwa sababu hiyo chai already ushaipika, maziwa ndio hiyo, sukari ndio hiyo, ushaiweka ndani. Unaona? Inabidi unapeana kwa deni. Ukijua jioni ikifika nitapata pesa. But jioni ikifika Faith, unapata tena kupata tu yule mtu alikunywa chai inakuwa ni ngumu. Unaona? Na kesho yake inafanya nini? Upike chai, hauna pesa. Maisha ikawa ngumu, nikashindwa. Mungu, kazi gani hii umenipa sasa? Maybe umekopa maziwa, umekopa sukari, unaona, makaa ndio hiyo ya jiko ulikopa, ambapo jioni ikifika au watu wanaitisha nini? Wanataka do, hauna. But niliendelea kuvumilia na kumuomba Mungu. Hata watu walikuwa wananiuliza, wale customer, Mungu si akuwezesha at least. Mbona hata wengine walikuwa wananiuliza. By the way, Mungu ni neema tu ya Mungu inakuanga juu yangu. Because mtu angeniangalia at that time ananiuliza, Vivian, hauna mme? Nawaambia sina. Mwingine ananiuliza, na vile uko tu hivi mrembo, mbona hauna mme? Nawaambia najua kuna wangu ako njiani anakuja. So at that time pia mimi nilikuwa na ile roho ya kusaidia, cause katika yale maisha niliyokuwa nikipitia, singetaka kuona mtu pia akipitia hiyo. Unaona? Nilikuwa na ule mtu, nikiona mtu akiteseka, hata ningemwambia kuja tufanya nini? Tuishi na wewe at least yani maisha yako ni kusaidia kiasi. Kuna marafiki wangu pia nao walikuwa na shida na walikuwa nyumbani. Nikawaita, wakawa wananiuliza, Vivian, tunataka tukuje Nairobi. Unajua Nairobi huwezi ukakuja tu hivyo. Lazima ukuwe na mahali penye utafanya nini? Utaanzia. Na kwa sababu ile roho yangu ya huruma na wahurumia, nasema kujeni. Kwa sababu mimi niko na nyumba, kujeni tukae na nyinyi, msettle. Mtu ukipata job, ukisettle then unaweza chukua nyumba. But Faith, naambia Mungu asante. Maana kila mtu niliyekuwa nikimleta kwa nyumba yangu, unaona, yes, namhurumia, namsaidia, but at long last ni aibu. Yani hana huruma, hana hata asante. Hana hata asante. Imagine sasa hiyo umejisacrifice, umeita mtu kwa nyumba yako, unanunua chakula, unalipa rent, yani unamsaidia tu vile tu, yani Mungu unaweza. Nini hii unaweza sema walikuwa wanakufanyia yani? Sasa ni kama ilikuwa ni chuki. Kwa sasa hiyo wanaona ninajiweza. Unaona? Sasa hiyo yani mtu akikuona anaona huyu anajiwezesha je na sisi bado tu. Unaona? Na nimemsaidia. Maji walikuwa wanatoka kwa nyumba yangu wananidharau, wananiongea vibaya, paka hata walikuwa nafanya imani yangu paka inarudi nyuma. Paka hata wengine wangesimama kwangu wananiuliza, wewe unajifanya unaenda kanisani, ni kanisa gani unaenda kuomba? Unaona kitu kama hiyo? So mtu anachukua, yani haoni umemsaidia. So hata akikujaribu ana expect yani unyamaze tu hivyo, usiongee chochote. Unaona? But
katika tu niliendelea kuomba Mungu wangu, nikaambia Mungu usiniaibishe. Mungu nifungulie milango. At least roho yangu ipumzike. Nimepitia mengi sana. Baadaye nikakuja nikapatana na mume mwingine pia. Ambaye alikuja kwa maisha yangu. Unaona Faith, nilikuwa mtu wa kanisa, nilikuwa naomba sana Mungu anipatie ndoa ingine. Kwa sababu ile ya kwanza haikuwezekana, anipatie ingine, at least maisha yangu iwe matulivu. Imagine, mimi sikuwa yule mtu wa kutanga kwenda huku na huku. Unaona, nilikuwa tunaambia Mungu kama hiyo ya kwanza haikuwezekana, nipatie ile itadumu kwa wakati wako. Unasikia Faith? Yes, I met this man. Na alikuwa sana msaada kwa maisha yangu. Wakati alikuja wale marafiki wakawa sasa chuki ikawa juu sasa. Hawataki kuniona, wananiongea vibaya. Sasa wananiambia sasa Vivian, huyu mtapelekana naye wapi? Unaona kitu kama hivyo? Because at that time walikuwa naangalia huyu mtu, wanaona ni kama si type yangu. Unaona? Yani wakimwangalia wananiuliza sasa Vivian, huyu mtatembea aje na yeye? Kitu kama hiyo. But mimi niliambia Mungu kama huyu ndio umemleta kwa maisha yangu, wacha hawe huyo. Nipatie roho ya kumpenda. Licha yote marafiki wamemdharau, wamemchukia, wanamnenea mabaya, lakini Mungu wacha baki tu kwa Mungu. By the way, huyo mtu alikuja akasimama na maisha yangu. Faith alinisaidia. At that time nilikuwa bado hata kulipa rent. Unaona sasa marafiki sasa wamejitenga na mimi kwa sababu mahitaji sasa pia nayo imerudi. Sasa hiyo pesa za kupata kulipa nyumba ni shida. Unaona, chakula kupata sasa hiyo ni shida. But wakati waliona huyo mtu ameingia kwa maisha yangu, chuki nayo ikakuwa juu. Vivian amepata aje mtu? Unaona? Sasa hiyo mtu analipa rent, ananifanyia shopping, ananiletea hadi kwa nyumba. Unaona? Sasa pia unaona sasa hao maadui si ati wako mbali, wako tu karibu, the same plot. Wakawa wananipiga vita sasa. Huyo mtu akikuja ingie, kumbe wanakutana naye kule kwa gate. Wanaanza kumpatia maneno. Sasa wana exchange numbers. Kumpigia sasa waanze kumwambia huyu yako hivi. Unaona kitu kama hiyo? Kafika wakati huyo mtu akabadilika, nikashindwa why. So that person was open. Akakuja akaniambia siku moja, Vivian, I want to share with you this. Na sababu nakupenda na ndiposa nataka tunifanye nini? Nikuambie iko hivi. Mimi nikamwambia ni sawa, kama hayo yote amekuambia, uamuzi ni kwako sasa. Unasikia? Kwa sababu mimi ndio ulikutana na mimi. Sasa huyu mwanaume ndiye amepewa maneno. Aliambiwa nini kukuhusu haswa? Unajua saa hiyo anaambiwa maneno mabaya. Ati huyu kuna watu wanakujanga hivyo maneno kama akona hapa na pale. Akona hapa na pale, si mtu mwaminifu. Unaona? Sasa ikafanya huyo mwanaume pia roho yake ikarudi chini kabisa. Hata msaada sasa unaona? Sasa hiyo unasikia tu kwa marafiki. Ati amesema hivi. Unaona sasa wanaanza kusema mwanaume anasema hivi. Unaona? Mimi nikalia nikauliza Mungu, ni kwa nini napitia haya yote Mungu? Marafiki wamekuja ni wale nimekuwa nikisaidia ambao sasa wamenigeuka kunipiga vita. Okay, nilikana huyo mtu alikuwa mpole. Siwezi nikasema alichukulia hiyo maneno sana kwa roho yake. Unaona? Cause baadaye niliona baada anarudi tu kunitembelea hivyo, kunijulia hali. Hakuchukulia hiyo maneno kabisa. Ikafika siku moja tukakaa tulidate almost 1 year. Unaona? Sasa mwaka vile tulikuwa almost hiyo mwaka nikakuja nikapata ujauzito wake. Marafiki wakati waliona hiyo kitu walihuzunika. Sasa ikawa ni vita. Kwani amewin? Unajua hapo wakiona umepata ujauzito na still bado mko na huyo mtu, wanaona imekuwa sawa sasa. Hakuna vile tunaweza watenganisha. So mimi nikaambia Mungu asante. Kwa sababu niliomba Mungu, si niko na huyu firstborn ambaye ninakaa na yeye. But then nilikuwa naambia Mungu kama utanipatia mtu, nipatie yule mtu mwenye atanikubali na akubali na huyu mtoto. Kwa sababu hata nikipata yule mtu
hata nilifika mahali nikaambia Mungu kama utanipatia mtu, nipe yule mtu atanipenda na apende na huyo mtoto. Cause si rahisi. Kuna wengine mtu anaweza kudanganya na kupenda. Baada ukiwa na mtoto atarudi nyuma akuambie mtoto afanye nini? Arudi pale ulimzaa. But I thank God. Mungu anayesikia kilio. Na anayesikia maombi alijibu. Wakati nilipatana na huyo kijana kanipenda na mtoto wangu bado. Lakini ikafika mahali sasa hiyo nimepata ujauzito wa pili. Unaelewa Faith? Ikabidi nimwambie sitaendelea kukaa peke yangu. Kwa sababu saa hiyo hujiwezi tena. Hata zile vibarua nilikuwa naenda saa hiyo sijiwezi. Cause sina nguvu. Unaona? Nikamwambia wewe fanya hivi. Kama uliamua kunipenda na sasa niko na ujauzito wako. Itabidi nikuje tukae pamoja na wewe. Hata kama ni pale chini tutalala na wewe. Hapo ndio tutaanzia na wewe maisha. Na kwa sababu still bado wale maadui wananipiga vita Faith, waliendelea kumpa maneno. Nikaona sasa roho yake sasa inarudi tena ukimwambia nataka nikuje, anakuambia ngojea kidogo kuna shughuli inafanya. Nikamwambia why? Nikamwambia hata kama ni shule itabidi tubadili, nikuje utafutie mtoto wangu shule huko mahali unaka. Akaniambia kuna shughuli ninafanya, sijui haitawezekana sasa. Nikamwambia itawezekana kwa imani. Cause kama uko na shughuli, mimi nitakuja mwenyewe kutafuta nini? Shule. Faith nilikuja nikatafuta shule ya mtoto wangu. In fact hata before nitafute mwenyewe alienda akatafuta. Akakuja kwa nyumba akaniambia Vivian nimepata shule. Na kama utakuwa na uamuzi mwingine unaona itakuwa ni kwako. Nasikia shule alipata ilikuwa private school. Mtoto wangu nikapanga kanulia mtoto uniform kila kitu akamfanyia, nikapeleka mtoi shule. Kukaa hivyo mtoto akaingia shule akaendelea kusoma, but still bado napigwa vita Faith ujue hivyo. Bado tu wananipiga cause si unajua wali exchange numbers. Wali exchange bado mzee wako sasa na wale tulikuwa tunaishi nao. Bado namba yao haja delete kwa hiyo simu. So anything changamoto Yesu kwa nyumba mnaweza kosana, mnatia time unaona mrudi mkwe sawa. Sasa mkikosana kidogo hao marafiki walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanajua. Kumbuke hivyo bado wana communicate. Anawaambia tulikosana na Vivian kuko hivi. Na sasa hao wakipata ule ujumbe wanafurahia. Unasikia tu wakirusha maneno, wananiandikia si wako na namba yangu, wanaanza kunirusha maneno. Sasa nashindwa how wanajua aje kulienda hivi kukawa hivi. Unaona? Nani ndoa ya watu wawili. Sasa huyu watatu wanapoingia, hiyo itakuwa ndoa kweli? Faith I tried. Nilitamani ndoa Faith. Nilitamani sana ndoa. Yani Mungu anipe ndoa ile takatifu, ndoa ya amani. But wacha tu niseme kama ni Mungu alinikutanisha na huyo mwanaume, wacha baki tu kwa Mungu. So ikafika at a time mtoto wangu wakati aliendelea kusoma kule alikopelekwa hiyo private school, the brother-in-law akaanza vita, akaanza kuambia bwanangu how comes unasomeshaje huyo mtoto, unalipa aje hiyo school fees yote na mtoto sio wako. Unaona chuki kaingia. Mwanaume sasa hata hiyo school fees halipi, yani analipa kama ajisikii. Unaona yani ni ile umlazimishe ndo afanye nini. Unalipa aje school fees ambapo mtoto si wako. Hiyo pesa yote unaenda kutupa huko. Mimi nikaambia Mungu si mimi nilienda nikatafuta shule. Mungu wewe ndiye ulimtuma akaenda akachagua hiyo shule na ulikuwa na sababu. Kwa hivyo ndugu yake asija akaingilia kati kuleta ile chuki. Iliendelea hivyo mume wangu hata mpaka chuki kaanza tena kuingia kwa huyo mtoto. Ukumbuke Faith, mwanzo hata akinipata na huyo mtoto, nilijaribu kumwambia huyu mtoto nataka arudi nyumbani asomee kwa wazazi wangu, lakini mume wangu aliniambia hapana. Nilikupata na huyu mtoto na nitakaa na wewe ukiwa na huyu mtoto. Sasa tena chuki imeingilia wapi hapo? Unaelewa? Sasa hiyo hata si sasa bado niko na ujauzito wake.
Faith, nilipitia hali ngumu, nilipitia mateso before nipate ule mtoto. Hata kuna wakati sasa, hata hizo miezi 9 zenye huwa nasema mama anabeba mtoto zilikaa ni kama zimepita. Unaona? Saa hiyo nalia, nauliza Mungu, what is not happening? Hata najaribu kuelezea mamangu mzazi, mimi sioni nikiwa sawa. Mamangu pia alikuwa ananiombea sana. Wanashindwa nini? Ile mwezi umeandikiwa unapata imepita. Na sasa hiyo unapitia mateso. Brother in law anakupiga huku vita. Mume ndio huyu, hata ukijaribu kumwelezea ile brother in law anakupitishia. Yeye si mtu wa kuongea, by the way. Hata umwambie yeye si mtu wa kuongea. In fact atanyamaza tu na akuangalia tu hivyo. Sasa sikuwa na mtu mwingine mwenye naweza ambia. Sasa mamangu sasa ndio alikuwa at least nikimpigia simu ndio atanitia. Ataniambia mtoto wangu Wenya, tulia na uombe Mungu. Maybe inaweza kuwa ni hiyo ujauzito inamfanya behave hivyo. Ilifika wakati wa kujifungua Faith. Nilienda hosi. Niliumwa. Mwanaume sasa tukimwambia nataka niende hosi, sijisikii poa, hana ile roho ati mke wangu imefika, siku zake zimefika, acha nimpeleke hosi. Hapana. Nikaenda hosi. Nilikaa ward around 1 week. Nikiumwa tu. Unaona, uchungu ndio hiyo. Hakuna nini ya kufunguka. Unasikia? Njia ifunguki Faith. Niliomba nikaambia Mungu, kama kuna vifungo Mungu nifungue. Nilikuomba Mungu nipatie mume, na nikakuomba Mungu nipatie mtoto. Wacha huyo mtoto akuje akiwa wa baraka kwa maisha yangu. Faith, nilipitia hali ngumu. Ikafika at last moment daktari waliniambia, Vivian, wewe sasa tumekusaidia ya kutosha. Itabidi tukupeleke wapi? Mbele. So hata yule mama akinipeleka hosi, wakati alinifikisha tu hosi hivi, yeye akarudi nyumbani. Unaona? Hakuweza kufuatilia, though at that time alikuwa anasema niko busy, anaenda job. Hata tu kuja kuniangalia hivyo. Sasa hiyo niko hosi peke yangu. But I want to thank my in-laws ambao walikuwa karibu na mimi, madada zake. Unaona? Walikuwa nakuja kunijulia hali, kunitembelea hivyo, kunitia moyo hivyo. Sasa daktari waliposema ikabidi nipelekwe theater. Unaona? Nikaenda nikafanyiwa operation. But niliambia Mungu kitu kimoja, Mungu usiniaibishe, nipatie mtoto wangu mwenye nilikuomba unifanye nini? Vizuri. Nilienda nikapitia theater, Mungu akanisaidia nikapata mtoto. I want to thank God. From there, nikatoka hosi kurudi nyumbani. Mume wangu nikadhania maybe life itabadilika, lakini haikuwa hivyo. Jinsi nilivyokuwa natarajia maybe nikipata mtoto life itakuwa mzuri. Bado, sasa maadui mpaka marafiki wake, mume wangu hakuwa na shughuli na mimi. In fact, ange spend most of the time kuongea na watu wa nje, hata wanawake. Unaona? Wanawake ange-spend most of the time kuongea na wanawake, lakini akifika kwa nyumba Faith haniongeleshi, mpaka nikashindwa what is not going on. Nilijaribu but life ikawangu, ambapo ilifika mahali yule mtoto si bado niko naye, mtoto akawa anagonjeka every time and then. Huyu sasa umezaa na yeye? Nimezaa na yeye. Mtoto anagonjeka every time and then. Nikienda hosi mtoto hapati nafuu. Hakuna, anapewa madawa, hakuna change. Unaona? Sasa kuna wakati si bado naendelea kwenda kanisani kumwomba Mungu. Kuna pastor mmoja aliniambia, Vivian, take care. Huyu mtoto si magonjwa. Unaona? Kuna jambo linaendelea kwa huyu mtoto. Nikawa naendelea tu kwenda maombi hivyo. But Mungu naye akafungua mume wangu. Akakuja akaniambia siku moja, Vivian, huyu mtoto sioni kama akosa. Itabidi tumpeleke hospitali kubwa, Kikuyu Hospital. At least apimwe, tujue shida inatokea wapi. Unaona? Faith, ukumbuke sasa hiyo mtoto ni mgonjwa. Yes, amekuja akaniambia hivyo, lakini we are not together. Sasa hata wakati mnapeleka mtoto hosi, mimi ninaenda kupanda gari, yeye ameenda the other stage. Ameenda kupanda gari yake. Unaona? Mimi niko huko stage na mngojea at least akuje tufanye nini? Tupeleke mtoto hosi. Ananipigia akiwa hospitalini. Atipanda gari ufanye nini? Ukuje. Na sasa hiyo hajui hata kama niko na fare ama sina. Unaona? Nikalia.
Though niliambia Mungu nipatie nguvu, nikaenda paka hospitalini. Kwenda hospitalini daktari wakapima mtoto, akapata mtoto hakuna ugonjwa inaonekana kwa mwili. Daktari wakasema huyu mtoto amekunywa madawa mingi na hatutamuongezea tena dawa zingine. Huyu mtoto shida yenye ako nayo ni hana damu kwa mwili. Nikashindwa damu inaenda wapi? Unaona mtoto 2 years now, damu inaenda wapi? Nikauliza mume wangu, sasa unasikia? Na nikirudi nyuma kwa hiyo family, kwa hiyo boma, mkiwa na huyo mtoto hata kama mmelala naye yani unaona ndoto fani. Unaona sometimes unaweza shtuka upate huyo mtoto si mtoto tena. Mtoto mwili yake iko paralyzed hapo. Hata ukimguza mtoto ashtuki. The moment utakuja kurealize hiyo kitu na uscream, mtoto sasa ndio fahamu yake inarudi. Na nikiambia mume wangu hakuwa anachukulia kitu maanani hapo. Sasa yeye atakwambia hizo ni mashetani za kwako. Hizo ni mapepo za kwa. Wacha mtoto wangu ako sawa. Najaribu kumwambia huyu mtoto anahitaji maombi. Please, kama tunaweza shikana na tuombe huyu mtoto, Mungu anaweza mponya. So at that time ikabidi mtoto, si wamesema hosi mtoto ana damu kwa mwili, ikabidi tuandikiwe transfer barua twende Kenyatta. Kwenda kuja hivi sasa ndio tujipange twende Kenyatta hosi. Sasa hiyo pia mwanaume anatembea from Kikuyu to where ninaenda penye tunaishi. Sasa hiyo mimi ananipatia fare, ananiambia wewe panda gari. Yeye atembee wapi? Kwa mguu. Na sasa hiyo tuko na mgonjwa kwa hali mahututi. Yaani ataki to share the same vehicle tukitravel. Unaona? Hapo na hapo tukafika kwa nyumba. Kufika kwa nyumba akaniambia, Vivian, sasa hiyo tumetumwa Kenyatta, hatuendi pamoja sasa. Ananiambia, Vivian, wewe fanya hivi, leta mtoto nipeleke hosi. Unaona? Ati sistangu amenipigia simu ameniambia nipeleke mtoto wapi? Kavangware. Mimi nikamwambia it's okay. Kama hivyo ndio mmeamua, ni sawa, mbora mtoto wangu afanye nini? Apate uponyaji. Kwenda hivi kitu karibu saa moja, silikuwa hapo saa 11. Saa moja nasikia simu, Vivian uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Atiabu harakisha mtoto ako ward, ameongezewa maji. Nikawauliza kuna kitu mbaya? Akaniambia hapana, wewe kuja tu vile huko, hata usibadilishe nguo. Yes, niliharakisha huyu mwingine nikampeleka kwa neighbor, nikamwambia kwa singemwacha kwa nyumba peke yake. Nikamwambia neighbor niangalilie cause sijui ile siku nitakuja mtoto ako admitted. Nikaenda hosi. Kukaa hosi nikakaa almost 4 days. Mtoto akishughulikiwa, sijui aliongezewa damu gani, sijui yani mtoto alikuwa anaekewa drip after drip. Unaona? Mtoto tukakaa naye hosi for 4 days. Sasa after mtoto wakati alipata nafuu, tukawa discharged. Sasa tukaambiwa twende nyumbani, mtoto ako sawa. Still bado faith life ni ile tu. Tunatoka hosi, baadaye tukuje tukiwa pamoja, ninaenda kuingia kwa gari, my hubby ameenda amepanda gari ingine. Sasa ni mimi na mtoto. Paka hata nikajiuliza why? Ni nini nafanyika? Dakika ya mwisho mlifikishana wapi na huyu mzee? Mko pamoja ama kulienda? So nataka niseme hivi, ilifika at that moment nikaona life haitaendelea hivyo. Kwa hakuna haja ukae mahali bila amani. Unaona, unalia usiku na mchana, huna amani, unapigwa vita, your brother in law anakupiga vita, mume ndio huyu hana shughuli na wewe, marafiki ndio wewe yani mpaka ameonyesha wale marafiki yangu, yani marafiki mpaka wanajua vile tunaishi na mume wangu. Nikaona hii maisha hapana, haitaendelea kukaa ikabidi faith nitoke. Wakati nilitoka, hata sikumwambia natoka, kwa sababu nilikuwa nimechoka. Nilikuwa nimechoka kwa sababu hata huyo mtoto kutoka hosi bado hakupata ile nafuu. Bado situation ilikuwa tu ni ile. Unaona? Mimi nikaamua nikasema hapana, wacha nitafute mahali pa kukaa na amani na watoto wangu. Ikabidi nikaenda nikatafuta nyumba tukaachana. Hata nikasema kama huyo mume ako na haja na sisi, hata tutafuta ajue familia yangu iko wapi. Faith after that nilienda nikakomboa nyumba na mtoto wangu, by the way akawa sawa, akapona. Hata nikashindwa ni nini basi kilichokuwa kikiendelea. Nimekaa na watoto wangu, nashukuru Mungu. From there mtoto wangu alipona na nakaa na watoto wangu wawili. Unafanya kazi gani? Nini unafanya sasa? Okay, sasa
Okay, this year imekuwa mwaka mgumu kwangu cause nilirudi pia nikampoteza mamangu mzazi, ambapo imekuwa sana ni uchungu. Unaona, life yangu imekuwa life ya kung'ang'ana, vibarua, nitafute vile hao watoto watakula, pia nitafute vile nitalipa nyumba. Mwiroreri wa Gikuyu Eastern TV nĩndagũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ na rũgano rũrũ rwa Vivian. Tũtikũrũrũkĩria haha tondũ nĩ rũgano rũnene mũno, na nĩndĩrenda kũmenya mwana ũyũ nĩtũkwenda tũmenye tũrĩ othe mwana ũyũ nĩkĩ gĩatũmaga atuĩke wa kũrwara. Nĩtwaigua mamu wao nĩakuire, nĩtũgũtuĩka gũcokereria mũthenya ũngĩ na atuĩke wa gũtũrĩkĩria rũgano rwake. Nĩndauga nĩ thengio mũno, endelea kũlaiki video citũ na Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩ thengio mũno.